Moja kati ya maadui wakubwa wanaoharibu maisha ya watu kwa urahisi ni tabia ya kiburi. Kiburi kina tabia ya kukufanya uwaone watu wengine kuwa hawana umuhimu kwenye maisha yako. Kiburi kinakuaminisha kwamba wewe una uwezo wa kufanya kitu chochote unachoweza kutaka kufanya bila kumhitaji mtu yeyote. Kitu ambacho sio kweli, kwa sababu hata mataifa yote makubwa duniani, hakuna taifa hata moja linaweza kujitosheleza katika vitu vyote. Kitu hicho sio kweli. Hakuna tajiri yeyote duniani anayeweza kujitosheleza kwa vitu vyote. Anahitaji, hata kama una pesa, kuna muda hautahitaji pesa wala mali, kuna muda utahitaji watu. Kiburi kina tabia ya kuharibu kesho yako, kwa sababu kiburi ni zaidi ya kaburi. Kiburi kina tabia ya kukutenga na msaada wa kimungu unaokuja kwako kupitia watu, kwa sababu Mungu husaidia watu kupitia watu. Anapokusaidia Mungu, hashuki yeye kama yeye, lakini anatumia watu. Kwa hiyo sasa, ukishindwa kukaa vizuri na watu kwa sababu ya tabia ya kiburi, umeshindwa kuwaheshimu, umeshindwa kuwathamini, kwa sababu pia kwenye maisha ya mtu hawezi akathamini kitu cha thamani ulichonacho. Iwe ni kipaji, iwe ni uwezo wa kufanya kitu chochote kile, hawezi akathamini wewe uwezo wako mpaka wewe uwe kwa hiyo hujatambua thamani ya wengine, nao hawawezi wakatambua thamani yako vivyo hivyo. Kwa hiyo kiburi ni adui mbaya sana sana sana. Kiburi, Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wenyenyekevu. Anawapa neema Mungu. Kwa unapokuwa na kiburi, manake adui yako wa kwanza anakuwa ni Mungu mwenyewe. Sasa wewe ukishakuwa adui ya Mungu na Mungu akishakuwa adui wako, manake hiyo kesi sasa huna sehemu yoyote ya kuipeleka ukaisolve. Kwa hiyo ukishakuwa na kiburi, manake tayari unapambana na Mungu mwenyewe. Sasa Mungu mwenyewe ambaye ndo ameumba vitu vyote, ambaye ndo ana mamlaka yote, vitu vyote viko chini yake. Biblia inasema hapo mwanzo alikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Manake yeye ambaye alisababisha vitu vyote vifanyike, ikiwemo na wewe na vitu vinavyokuzunguka, unakuwa adui na yeye. Ni hatari kupita kawaida. Kiburi kinakufanya ujione una uwezo wakati ambapo wewe ni mnyonge. Kinakufanya ujione uhitaji ushauri, kinakufanya ujione uhitaji watu, kitu ambacho ni sio kweli. Ni tabia ya kishetani ambayo inawaharibu watu, inawatenganisha watu na mfumo wa kimungu unaoruhusu mambo mazuri yatokee kwenye maisha ya watu. Inapofika zamu yako, kiburi kinaponyanyuka, manake kinakupishanisha na majira ambayo Mungu alipanga wewe unyanyuke level fulani. Kiburi ni kibaya.